Mambo vipi? Leo ningependa kuzungumzia kitu kimoja ambacho kilikuwa maarufu sana miaka mingi nyuma. Nacho ni huduma za torrent. Kama ufahamu basi fahamu kwamba huduma hizo ambazo zilikuwa maarufu sana, zilitumika sana kabla ya ujio wa Netflix. Sasa nazo utumiaji wake umeanza kurudi kwa kasi sana. Watafiti mbalimbali wameripoti kwa kuangalia, kwa kutrack jinsi gani watu wanatembelea tovuti hizi na jinsi gani watu wanazitumia, wamegundua kwamba baada ya ujio wa Netflix kulikuwa na drop kubwa sana utumiaji wa mitandao hii. Lakini over the years, baada ya miaka michache sasa hivi tena tayari rate ya utumiaji wa huduma hizi umepanda sana. Je, ni nini sababu? Utumiaji wake umepanda sana kutokana na, naweza nikasema ni kosa tu ambalo ni la tamaa kwa kifupi. Zamani baada ya huduma Netflix kuja, watu wengi sana masuala kwanza kuhangaika kutafuta torrent, viruses, mambo mengi. Wengi tuliprefer tu kulipia Netflix na kuendelea kuenjoy na kusahau masuala kwanza kutafuta ni movie, kutafuta series, vitu vyote tulikuwa tunavipata sehemu moja. Lakini baada ya muda kila studio ilikuwa inatengeneza movie, imeona mbona ninapata hela ndogo kutoka Netflix, kwa nini na mimi nisianzishe changu? Hapo tukaja huko kuna Apple TV, huko kuna Disney Plus, huko kuna Paramount, huko kuna Warner Bros, huko kuna Max. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba ili uweze kupata vitu vizuri, yani inabidi ujiunge kwenye huduma nyingi sana. Na nje hapo bado baadhi hizo huduma hazipatikani kila sehemu. Kwa hiyo tayari hilo swala likaanza kuleta changamoto. Lakini hiyo haikutosha. Bado hao wote na nyao wanazidi kupandisha bei. Kila mwaka kuna bei zinapanda zaidi kwenye huduma za streaming. Hiyo yote imekuwa changamoto ambayo inafanya watu wengi sasa tena warudi waseme kwa nini nahangaika? Kwa nini nilipie huku? Basi nitalipia sehemu moja Netflix, alafu kwingine nitatumia huduma za torrent. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tayari watu wengi wameanza kuiona kwenye industry, na ni kitu tofauti sana na kwenye muziki. Kwenye muziki huduma zinaenda vizuri. YouTube Music iko vizuri, inazidi kupata watumiaji wengi. Spotify nayo inaendelea kupata watumiaji wengi sana. Kwa hiyo upande wa torrenting unaonekana unaathiri zaidi eneo la movie na eneo la filamu zaidi. Kwa sababu muziki ni utakachokuta YouTube, high chance pia utakuta Spotify, viko kote vinapatikana. Hakuna aliyesema kisa kila kodi label ije na streaming huduma yake. Ukifanya hivyo tu mambo yote yangeharibika. Kwa hiyo long term bado watu wanategemea kwamba hii sector yenyewe inabidi ijiangalie na kuona jinsi gani inaweza ikatatua hili tatizo, kwa sababu sasa hivi limekuwa tatizo. Show unaipenda lakini unaambiwa iko huku, kingine unakipenda kiko kule. Kwa hiyo ujio wa huduma hizi ulitakiwa kupunguza swala la wizi wa hizi kazi za kisanaa, lakini pia ni kupunguza gharama. Lakini matokeo yake sasa hivi sio kweli. Lakini pia tukumbuke kitu kingine ambacho ni muhimu sana, ambacho ndio generation mpya tuseme. Zamani wazazi wetu walikuwa wanamiliki movie, mtu iko nyumbani ukinunua unayo. Sawa. Lakini kwenye hii generation mpya hizi kazi za sanaa hamna anayemiliki. Sisi wote tunalipia ule muda tu. Bwana mimi mwezi huu naomba niangalie hichi mwezi huu, lakini umiliki wa kazi za sanaa unaondoka. Yaani hatumiliki. Unalipia tu muda tap. Usipolipa ndo kwa heli hiyo. Hela uliotumia kama umelipia huduma mwaka mzima, labda unatumia Netflix mwaka mzima ni laki 2 ngapi, mwaka mwingine ndo kwa heli hiyo imetoka. Kwa hiyo ile lako yote ambayo umewapa wamebaki nayo, kazi zao za sanaa pia zimebaki kwao. Sasa na hicho ndo kitu ambacho kinaleta maswali. Je, wewe unaonaje kwamba hizo huduma za torrent ambazo ni kama kawizi fulani, je, ni sahihi kuendelea kutumika? Na labda je, wewe kwa mtazamo wako hii changamoto ya huduma za torrent, huduma za streaming kuwa nyingi, huko kuna Showmax, huko kuna nini, wewe unazionaje? Kweli zinaturahisishia, tuhangaiki sana, urahisi kwamba naweza nikaangalia kwenye laptop, naweza nikaangalia kwenye simu kwa urahisi zaidi. Lakini je, sio kwamba yule mwenye disk yake na movie zake 100, 200, 300 ana save gharama zaidi kuliko wewe ambaye unalipia kila mwezi?